Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Jeremia Emmanuel. Ubarikiwe wewe unayefuatilia mafundisho haya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mungu akubariki sana. Nataka ni share na wewe andiko moja muhimu sana litakalobadilisha maisha yako, na Mungu akusaidie sana uweze kubadilika. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Maandiko yanasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Alafu anasema, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Sasa nitaelezea hapa anaposema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa nisikilize kwa makini sana. Maandiko yanazungumzia kwa habari ya mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa naomba unisikilize. Dhambi zote ambazo unazitenda zote zina mshahara wake, na mshahara wa hizo dhambi unaozifanya ni mauti. Mwisho wa siku kuna kifo kipo mbele. Nisikilize, hakuna dhambi unayoifanya isiyozaa mauti. Kila dhambi unayoifanya inazaa mauti. Kwa mfano, leo hii tuna watu ambao wanamtumikia Mungu lakini bado wanaipenda dunia. Yaani wanaenda kanisani, wanaenda kwa mganga. Wanaenda kanisani lakini ni wachawi. Kuna watu leo wanaenda kanisani kusali lakini amevunja ndoa ya mtu. Kuna watu leo wanaenda kanisani kusali lakini amezaa nje ya ndoa kwa makusudi na hajafanya toba. Kuna watu leo anaenda kusali lakini amezaa na mume wa mtu na hajafanya toba. Kuna watu leo anaenda kusali lakini kamzalisha mtu, kampa mimba mchepuko, lakini anasali. Nisikilize, mshahara wa dhambi ni mauti. Kila dhambi unayoifanya leo inazaa mauti. Kwa mfano, ukitoka nje ya ndoa, mshahara wake ndoa yako itakufa. Yaani kwa mfano wewe umeoa halafu unatoka nje ya ndoa, maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Utatoka nje ya ndoa, lakini unapokuwa unatoka nje ya ndoa utabeba roho za giza, utabeba roho za ulimwengu, utabeba roho za kishetani, utabeba roho za ulimwengu wa kuzimu. Zile roho utazileta ndani ya ndoa yako. Ndoa yako itaanza kukosa amani, ndoa yako itaanza kukosa mvuto, ndoa yako itaanza kupunguza thamani, ndoa yako itashuka. Mwisho wa siku ndoa inakufa. Lakini dhambi imepelekea ndoa ife. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, usitende dhambi. Dhambi ya kutoka nje ya ndoa inaitwa dhambi ya makusudi, kwa sababu tendo la ndoa au kuchepuka au uzinzi au washerati, tunasema hizi ni dhambi za saikolojia, ni dhambi za maandalizi. Lakini kuna Mkristo leo ametoka nje ya ndoa, ana wanawake kila mtaa, anafanya uzinzi kila siku, anaweza kasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya uzinzi na washerati, na bado ana amani moyoni mwake, na bado asione kama ni dhambi, na bado akaendelea kufanya hivyo. Wewe Mungu amesha kuacha siku nyingi sana. Unachosubiri wewe ni tarehe tu ifike, shetani ya kuvune uwe wake. Naomba sana Wakristo tuishi maisha matakatifu. Lakini pia kuna wanawake ambao wapo wanajua kabisa huyu unaishi naye ni mume wa mtu, yaani wanaelewa, na bado yupo kwenye hiyo ndoa, na bado ameshikilia mume wa mtu huyo, na bado simu ikipigwa na mwanamke anapokea mchepuko, anaanza kujibu mambo ya ajabu. Wanaishi kwa mashindano, na unaenda kanisani seriously kabisa, na unaenda kanisani. Wewe Mungu amesha kukataa. Yaani ni bora utengeneze, ufanye toba.
laba zoka talija karamadeska maante likabayanta ramasuka. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa nisikilize, dhambi inaua karama. Ili andiko nalipenda sana, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na dhambi inasababisha mauti ya aina mbili. Cha kwanza, inaleta mauti ya kiroho. Karama za Mungu zinafika. Wewe unaishi kwenye dhambi, unakunywa pombe, una mwanamke zaidi ya mmoja, una mwanaume zaidi ya mmoja, umeiba mume wa mtu, umevamia ndoa ya watu kwa siri, kwenye matamasha ya madisko na mamiziko na mamiziki sijui maminini ya huko, wewe karama za Mungu zilishaondoka siku nyingi sana ndani yako. Kama unaenda kusali, basi jua ya kwamba unaenda kusali kwa taratibu za kimwili, ila sio taratibu za kiroho. Na kuna watu ambao mwanzo walikuwa na Mungu vizuri, walimshika Mungu, baadaye wakaanguka. Katika kule kuanguka, wakayafuata matendo ya dunia. Wanamtumikia Mungu lakini bado hawataki kubadilika. Yaani wewe hata ungefanyeje, hata ungehubiri, hata ungeimba kwaya, hata ungefanya, bado Mungu hatakusikiliza mpaka umesafisha lile doa lililoko pale, mpaka umekria. Sasa kuna watu leo wanajidanganya, na sikufichi, shetani anakuficha ili mwisho wa siku utakapokuja kupasuka huko jehanamu, biashara imeisha. Sasa kuna watu wengi ambao Mungu atawakataa siku ya mwisho. Wengi watasema tulitoa pepo kwa jina lako, tulitenda miujiza. Yesu atasema mimi siwatambui. Nini? Kwa sababu dunia ya leo Wakristo wengi wamejawa na michanganyo. Vijana wengi leo wanaimba kwaya lakini ni wazinzi hatari. Ukiangalia kwaya nzima watu wanachukuana kwenye kwaya humo. Yani unakuta kwaya za leo yani watu wanafanya uzinzi wenyewe kwa wenyewe, wanaenda kushuti kurekodi, lakini kumbe kuna uzinzi ambao unaendelea. Unakuta leo mtumishi wa Mungu bado anatembea na waumini wake, si mmoja, zaidi ya wengi. Ni hatari sana kwa kanisa. Unakuta leo mtu anahubiri habari za Mungu lakini hawezi. Kwa mfano, utakemeaje dhambi una mwanamke zaidi ya mmoja? Utakemeaje uchawi na wewe mwenyewe pia ni mchawi? Utakemeaje uzinzi na wewe mwenyewe pia ni mzinzi? Yaani hauwezi ukasimama ukasema uzinzi ni dhambi, lakini wewe mwenyewe kiongozi wa Mungu una wanawake kila kona na jamii inajua. Hiyo ni hatari. Ni hatari sana. Siku moja wakati naomba, Mungu akanichukua katika ulimwengu wa roho. Nikayaona maono ya ajabu sana. Nikapelekwa eneo, Mungu akanionyesha jinsi uzinzi na uasherati unavyofanywa. Na Mungu akaniambia, hii ndio hali ya kanisa sasa hivi. Uzinzi umeenda kasi. Nikaonyeshwa mabinti wanajiuza, nikaonyeshwa watu wananunua wanawake na kutembea nao. Na Mungu akanisemesha, hichi kitapeleka jehanamu wengi sana. Dhambi ambayo itawapeleka Wakristo wengi jehanamu ni dhambi ya uzinzi na uasherati. Leo tuna Wakristo ambao wanaipenda dunia, yaani anapenda aendelee kumtumikia Mungu, bado ana wanawake watatu, wote ni wake zake. Yaani leo amelala huku, ameamkia kule, yeye kwake haimshtui. Hiyo ni dalili ya kifo na umeshakufa siku nyingi. Leo tuna Wakristo ambao wanasali Jumapili lakini akipata shida kwa mganga. Na kuna Wakristo wengi hawamwamini Yesu. 90% ya Wakristo wa leo wanawategemea waganga wa kienyeji, sio Mungu tena. Leo tuna Wakristo makanisani, ukiona Jumapili wamependeza, ukiona Jumapili wameng'aa, lakini Jumamosi alikuwa kwa mganga wa kienyeji, anamwambia mganga, nisaidie, niwekee kinga kwenye biashara, niwekee kinga kwenye ndoa. Yaani wewe ni bora hata kanisani usingeenda kusali, unamdhalilisha Yesu pale msalabani.
Hakuna. Na unasimama kabisa, Bwana Yesu asifiwe, kiunoni una ilizi, kwenye kwapa una chale, nyuma ya shingo una chale, na mganga ametoka kukuzindika. Yaani kuna Wakristo leo ni wa ajabu mpaka shetani mwenyewe anashangaa. Hakutegemea ungekuwa hivyo. Kwa hiyo mimi nikutamkia kwamba badilika, zama hizi sio zile. Yesu anazo nguvu za kukusaidia. Mtu anayemtegemea Mungu 100%, nisikilize, mtu aliye na Mungu kweli tutamuona kupitia matendo. Mtu mwenye roho wa Mungu kweli tutamuona kupitia matendo. Kwa mfano, mtu mwenye Mungu hawezi kulala amevaa ilizi. Mtu mwenye Mungu hawezi kukesha kwa mganga. Mtu mwenye Mungu hana michanganyo, leo kanisani, kesho kwa mchawi, leo kanisani, kesho kwa mganga. Hawezi kuwa hivyo. Mtu mwenye Mungu hawezi kuwa na michepuko. Hawezi kumkuta na wanawake 3, 2, 4, 5. Hamna. Mtu mwenye Mungu namkuta na mke wake mmoja tu ambaye anajulikanika. Mtu mwenye Mungu harudii dhambi. Alishafanya toba, akasamehewa, akaanza maisha mapya. Haumkuti tena kwenye hiyo dhambi. Hauji kumkuta baa, hauji kumkuta disco. Tayari alishaanza upya. Huyo ana Mungu kweli. Lapazo katali manga dalish kama anteli masuka. Huyo ni mtu mwenye Mungu. Mtu mwenye Mungu humkuta anakuwa muongo. Yani ukimwangalia ni mtu yani amekamata uongo, hakuna mfano. Unaweza kumpigia simu hapa, uko wapi? Yuko Dar, kumbe yuko Sumbawanga kwa mchepuko wake. Mtu mwenye Mungu humkuta anazalisha wanaume, yani anazalisha wanawake ovyo. Na mtu mwenye Mungu humkuta anazaa ovyo, za nje ya ndoa, watoto mpaka baba wa kutafutiza. Yani unakuwa we Mungu hauna, yani wewe ni deleted kwa Mungu mpaka umefanya toba. Nisikilize, mpaka na toba yenyewe iwe ya kumaanisha, iwe toba ya kweli, kumwambia Mungu naomba unisamehe, nimezaa nje ya ndoa. Mungu naomba unisamehe, nimetoka nje ya ndoa. Mungu naomba unisamehe, nina wanawake wengi. Mungu, lazima ufanye toba. Kuna watu wengi leo wanajifariji, tunasema kwamba wanajibusti, yani wanaishi maisha ya kujibusti. Wanahisi kama wana Mungu, lakini kumbe Mungu alishawaacha siku nyingi. Mungu anaangalia imani yako. Kuna watu wanajidanganya, wana imani na Mungu lakini matendo yao yanakataa. Yani kuna watu wanamwamini Mungu ila matendo yao yanakataa. Hawezi ukamwamini Mungu na michepuko kila kona. Hawezi ukamwamini Mungu unategemea uganga wa kienyeji. Mtu leo anasafiri, anapanda basi, anamfuata mganga eneo fulani, anawahi pale mapema, afu anasema watu wasijue, anapewa na madawa, anachanjwa, afu Jumapili kanisani. Haipo. Yani hiyo haipo kabisa. Yani wewe sijui unachokifanya hata sikielewi kwanza. Hiyo ni hatari sana. Hatari sana. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Tengeneza maisha yako yakae vizuri na Mungu akusamehe. Mimi natumia nafasi yangu ya kinabii kukuonya, utapotelea mwisho. Utakuja kupasuka vibaya. Usije ukajidanganya Mungu anakaa sehemu yenye dhambi. Mungu hayupo. Utaenda kanisani, utasali, lakini Mungu hatakuwa na wewe. Utatoa sadaka, Mungu hatakuwa na wewe. Utajifariji, lakini Mungu hayuko na wewe. Mpaka umeamua kubadilika kweli, kuacha dhambi, mpaka umeacha michepuko, mpaka umeacha kuzaa na waume za watu, mpaka umeacha kuzaa na wake za watu, mpaka umeacha kutongoza wake za watu, mpaka umeacha kutongoza waume za watu, mpaka umeacha anasa, mpaka umeacha miziki, mpaka umeacha mambo ya kidunia, Mungu atakuwa na wewe. Na nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Yesu yupo karibu kurudi. Mungu akubariki sana. Damu ya Yesu ikufunike. Naitwa Prophet Jeremia Emmanuel. Karibu katika maombi. Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli, na tuna safari ya kwenda mbinguni. Hatuna mchezo na dhambi, hatuna mizaha na dhambi. Tulishatoka katika hayo maisha na leo tuko na Yesu. Na Mungu akusaidie na wewe ufanikiwe katika jina la Yesu, amen.